Unaitwa nani? Hamari tunapita. Kwa majina ni Peter Kimori Matenjwa. Na mimi ni mchungaji wa kanisa ya Jumamosi, Messianic Assembly of Yahweh. Na mimi naishi pale George's Hotel hapo nyuma. Mama kama wa Maritha, ni mimi nilitoa yeye kwa maji. Hao watoto hiyo gorofa iko hapo. Mimi ndio hakuna mtu mwingine ako na kitu ya kuvunja hiyo gorofa. Mimi ndio nilifuja juu. Nikateremka mpaka chini nikatoa hiyo watoto. Hao watoto hawakukufa. Hawa wazee walitolewa sijui tu hatuwajui. Walikuja juu ya vitanda akiwa ameshika watoto hivi na katochi hivi. Hao watu ni mimi tuliwatoa huko. Hata askari wote walikuwa wananiambia nipige ripoti pale lakini sijaenda. Sasa wengine ni kuokota huku kwa mto tukiokoa sasa wale wanaenda na maji. Ni watu wengi kama mama huyu hapa kwetu huyu Lasta. Huyu naye alikuja mpaka hapo kwetu kwa mto lakini huyu naye hata kumuokoa alikufa. Sasa hii naye shule hii ni ya huyu bishop wa Shere, huyu mzee. Sasa hii shule mimi ndio nilijenga akiwa Ulaya. Sasa naye iliisha hii shule haikuwa na watu lakini hata hii shule watu wamekufa watu 5 zile nyumba za chini. Sasa ndio sasa tunataka kuibomoa sasa iondoke kwa sababu iko karibu na mto sana. Unaweza sema wewe ni hero kutokana na ile hatua ulifanya? Kwa sababu mimi kwetu ni Limuru lakini Mai Mahiu nilikuja 94 wakati hizi plots zilikuwa zinatoka 10,000. Sasa watu wa Mai Mahiu hawajui kuogelea. Sasa mimi najua kuogelea sana. Hiyo ndio ilifanya sana tuokoe watu pale George's. Watu wote wanajua namna hiyo. Wale watu tulitoa hapo nilitoa karibu watu 7 people. Rais alipendekeza labda mjengewe tena. Rais sasa alikuja baadaye. Sasa mimi ni mzee wa kijiji ile yetu inaitwa Kanani pale kwetu. Sasa nikaambiwa niandike watu wale wameathirika ndio wapewe chakula pale. Lakini nilipopeleka kitabu naye sasa rais wetu akaingia jioni. Watu hawakupewa chakula. Hata sasa hawajapewa. Ile mambo sasa inaendelea hapa ni wale watu wameathirika sana. Ndio wanajiandikisha na wale hawana mahali ya kukaa wote wako hapa shule hapa Ngea. Sasa rais alisema watu wote wale kwa karibu na mto waondoke. Atanunua shamba wajengewe. Na kwa sasa watoke wamepewa mpaka masaa ile rais alipeana itaisha leo usiku saa 8. Wote wanaishi hapa kwa shule Ngea na wanakula hapo. Watafutiwa mahali ndio wajengewe wakae. Kwa sababu shule haiko mbali sana na mahali. Shule ndio hii. Mbali sana na mahali pa mkasa. Sijui wewe unaweza pendekeza nini? Na shule zinafunguliwa pia Monday. Na pia hiyo shule iko na watoto wengi. Watu wote sasa hatujui kama watabadilisha tena siku ya kufunguliwa. Walisema Monday. Walikuwa narudi siku nyingine. Sasa wakabadilisha wakasema Monday hii. Sasa hatujui kama watabadilisha tena. Kwa sababu ile mambo iko hapa shule ni mingi sana. Na wale watu hawana bomba kama hivi vitu nimeweka hapa kwa nyumba. Hawa wanawake hawana kitu hata watoto wao wamepotea na wako hapo shule. Walikuwa hizo manyumba ziko hapa. Sasa wanaishi kwa shule. So wacha nikuulize na uanze na swali langu. Would you consider yourself as a hero? Yes. Anza na swali langu. Would you consider yourself as a hero? I'm a hero. Yes. Mwavuli kwa frames. Haya. Shut it all the way. Walk over it.
Kwa majina naitwa Joseph Waigwa, jina ya mtaani KBF. Mimi ni youth leader hapa Mai Mahiu, na kulikuwa on Monday asubuhi wakati ambapo tulipigiwa masimu tukaambiwa kwamba neighbors wetu wamebebwa na maji ama kuna maji ambayo yametoka kule juu. Ikafika mahali tukaenda kuokoa. Wakati huo serikali wanajeshi wako wamefika, NOS wako wamefika, tuko mavijana kama 7 hivi ambapo tuliokoa zaidi ya watu 10. Nafikiri hata kama tuliamua kuokoa watu wengine tuliokoa almost 10-15. Roho zetu tunasikia tumefurahi sana sababu bila kuona maiti tuliona kuokoa watu wafurahi. Experience yako ya wakati huo unaweza sema nini? Sasa tumepata experience mingi sababu mimi nimezaliwa hapa. Sijaiona kile kitu ambayo tuliona hiyo siku, ile maisha yote nimekaa. And mambo ni mingi tumelearn kuhusu hii janga. Nafikiri imetuweka wazi tutakuwa prepared kivipi tukisikia ya kwamba kuna mafuriko, sababu sisi tulikuwa tunaona hii mambo kwa TV tu, inafika mahali mpaka imetufikia hapa kwetu. So tunaomba wananchi tu, sababu hata sisi tulikuwa tumesikia hiyo kuhusu hii maji, ingawa tu tulitumia social media. Naomba serikali ikiona saa ingine serikali inapigana social media, na social media inasaidia sababu tuko tumeiona. Nafikiri kama ingekuwa imetumwa kwa social media mngepata ya kwamba mambo ingekuwa mabaya zaidi ya vile ambavyo tunaona. Ni explainia vile mlikuja, hakuna gloves, hakuna nini. Ngoja niseme ya kwamba ilikuwa ngumu sababu kushika maiti bila gloves na ujui mtu amegojeka ama hajagojeka ama hali yake ni challenge pia, but tulijaribu pia kujiangalia. Kuna watu walikuwa wanatoa nguo, wanawashika na nguo zao. Hiyo ndio ile mambo ambayo tulipitia. Umeenda through counseling wewe? Bado haijafika hiyo. Anisema Mimi sijaenda counseling. So far so good sababu since that day mimi hata tunalala masaa mawili. Sababu unaona kutoka hiyo siku bado mnaniona huku tunasaidiana hawa watu. Bado hajaenda counseling sababu hawa wanatuhitaji hata kutuliko sisi. So unapata ya kwamba hata sisi tunahitaji counseling sana. Tumeona mengi. Kupata mili almost 40 mmebeba na mgongo kwa mwili, mtu amekufa, sinaona pia hiyo ni challenge. Yeah. So, anza na swali langu ukinijibu. Would you consider yourself as a hero? Of course I deserve to be a hero. Hiyo ni kitu ya kwanza nasema I'm a hero. Kuokoa watu 7, kuna mama wako hapa, kuna watoto ambao mimi niliokoa wako kwa matope. Maybe tungesema wako hai, sasa wako hai. So I'm a hero. So hii nchi ikicelebratiwa watu wenye wako hero, I'm one of them. Yeah. Okay. Well, I'm Bishop John Waishere, and I come from this area of Mai Mahiu, and I thank God because of the situation how it has been. We also thank our president because of actually visiting us. We thank God because of our leaders who have come here to help us. They have even given us some aid, and we have got some people who are actually residing here at Ngea Mai Mahiu Secondary School. And as you can see, this area, things have been very bad. We have never experienced anything of this kind. But there are some people who lost their lives, as you have heard, and there are some who are saved. And up to now, we are still looking for
survivors, because there are some who have been taken to some far places. And also what I would like to say is that we still need aid, maybe food, clothing and such, because there are some of us, some of our people, they're actually desperate because they lost everything. They lost their houses, they lost their children, they lost they have nothing. So I would actually appeal to the government if they can actually do more than that, or even to well-wishers who can actually come and help us. I think that help is most welcome. So, and we also appeal to our people who are actually living around the river. As our president directed our people that they should move out of those places. It's good to do that, and that's why you see we are demolishing our place. We want to move out of this place because we have been given that direction by the president, and even by the weather itself, you can see that we have to move out, because if we don't, maybe things might be more catastrophic. So that is why we feel that everybody should move out of this place. Otherwise, we want to thank everybody who has come here to help us. We have had people from the National Youth Services. We have had some officials from the government and from the county government. We really thank God because of them, and even like Her Excellency Kihika, our governor of Nakuru County, we actually thank God because of them. So God bless them so much, but we still need to see them more, because when they come and give us a word of encouragement, we are actually excited, we are happy, and we come strong. So thanks so much, and you are most welcome. Yeah.